Sera iko hivi. Ukipanga umeongea na Mungu saa 9 nitaamka nifanye maombi, na ukajikuta umeamka saa 10, huo muda ulioamka omba. Haleluya. Omba huo muda huo. Shetani akujaza hatia kwamba malaika wameondoka, mwambie wapo. Wapo, niko nao hapa. Hao malaika wanaondoka wanaenda wapi? Ndio hiyo ambao unakuta mtu ametenda dhambi Ijumaa, kesho ni Sabato, anatakiwa aende kanisani, anajisikia kwamba hawezi kwenda kwa sababu yeye ni mdhambi. Ngoja nikuambie, kanisa sio kwa ajili ya watakatifu. Soma story ya Yesu alipokuwa duniani, hakuwahi kumtembelea mtakatifu hata huyu. Kuna vitu Yesu hakufanya. Moja ni hiyo, hakuwahi kumtembelea mtakatifu yeyote mpaka anaondoka. Namba 2, Yesu hakuwahi kuhudhuria mazishi. Vitu viwili hakufanya. Nenda kasome Biblia yako yote, hutamkuta kuna msiba Yesu ameenda, jamani tumekuja kwenye msiba hapa, poleni. Hafanyagi hivyo vitu. Ila harusi alienda. Haleluya. Mmoja akaniambia, pastor, lakini mbona alienda kwa yule mkuu wa sinagogi kumfufua mtoto? Kasome ile story. Yesu alikuwa haendi msibani, alikuwa anaenda kuponya mtoto aliyekuwa maututi. Wako njiani akafa. Nenda kasome story ya Lazaro. Yesu hakwenda msibani, maana hata nyumbani hakwenda kwanza. Break ya kwanza ilikuwa wapi? Kaburi. Kwa hiyo alienda kufufua, sio msiba. Hakuna msiba kwa Yesu. Yeye ndiye huo ufufuo na uzima. Anapokanyaga msibani wafu wanafufuka. Haleluya. Huyo ndiye Yesu tuliye naye. Sasa nikwambie, wewe hapo ulipo, Roho Mtakatifu akusaidie kufasiri hiki ninachokwenda kusema. Hakuna dhambi yoyote ambayo uliwahi kutenda na ambayo utatenda Mungu hakujua kabla. Si nimekuombea kwanza kwamba uielewe hiyo sentence. Maana shida yako unakimbilia kule, kwa hiyo tuendelee kutenda dhambi. Unadandia bodaboda kwa mbele. Kama Mungu wako anakamatwa na surprise mpaka aseme Siku moja nimeongea hili, mtu mmoja kanifuata baada tu ya somo, ananiambia, pastor, hapo umetupotosha. Nikamwambia, kivipi? Anasema, mbona Mungu anaonekana kwenye Agano la Kale wakati wanadamu wamekosa Mungu akajuta? Nikamwambia, hiyo tunaita anthropomorphic language. Mungu anatumia lugha ya kibinadamu. Lakini nenda ukaangalia Agano Jipya, Biblia inasema mwana kondoo wa Mungu alichinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya nini? Kwa hiyo misingi haijawekwa wala hata binadamu hajaumbwa, Yesu alishatangaziwa kuchinjwa. Kwa hiyo ina maana alijua atakosea, hakujua? Alijua. Kwa tukikosea, hiyo sio tiketi ya kutenda dhambi. Sio tiketi, narudia, sio tiketi. Lakini maana yake nakufundisha kwamba shetani asikukamate katika hatia. Ukijikuta umekosea, kimbia kwa Kristo ukaoshwe dhambi haraka sana. Njoo kanisani, njoo usali. Kuna nguvu ya pamoja katika nyimbo. Tunapoimba pamoja hapa nyimbo za Kristo. Mmegundua kanisa letu limebadilisha msimamo wake, nadhani ni miaka 5 iliyopita, kuhusu uimbaji katika ibada. Wana encourage kuimba pamoja kuliko vikundi. Na kabla ya ibada nadhani tunakuwa na nyimbo kama 3 hivi. 3 mfululizo. Kanisa limegundua kabisa kwamba tulipoteza ibada muhimu. Unapokuja hapa watu wakiimba nyimbo za Kristo, usiangalie sauti yako ni nzuri au sio nzuri. Hapo hatuangalii uzuri wa sauti, tunaangalia moyo wa ibada. Mwabudu Mungu katika nyimbo. Kuna nguvu ya pamoja. Haleluya. Na unaweza ukashangaa yule pepo aliyekukamata akakuingiza kwenye dhambi, wakati ule ukiimba ndio anatoka. Haleluya. Hapo sijaongea habari ya neno la Mungu. Neno la Mungu hivi linavyoongelea, tukisoma tu andiko hapa, neno la Mungu ni upanga. Ndio sababu kuna wengine ukiingia tu kwenye ibada, vitu vyote viko sawa. Mhubiri akisimama, pap, usingizi. Shetani anaumia neno likisemwa, kwa hiyo anakupiga usingizi. Asa ushupavu wa dini unakukamata pale ambapo unapoamini ya kwamba wewe unasaidiwa kwa sababu ya matendo yako mema.
Nataka nikwambie kuanzia leo, mwambie Yesu, nisaidie nione neema kwa kila jema unalonitendea. Nisione haki yangu binafsi, ni neema ya Kristo. Haleluya. Bila neema hatuwezi kusimama hapa. Kwa hiyo tendo lolote zuri liwe ni sehemu ya ibada ya kumtambua Mungu. Iwe ni kutoa sadaka, iwe ni kutoa zaka, iwe ni kuja kufanya usafi. Nimeongelea habari ya kufagia hapa, kupiga deki na vyote hivyo. Iwe ni sehemu ya ibada yako. Yaani unakuja hapa unasema nimekuja kumwabudu Mungu kwa nguvu zangu. Ni ibada. Panga viti. Sio ile unasubiria shemasi, unaona viti viko ovyo, mtu anatazama sema, hivi mashemasi wa hili kanisa wako wapi? Kuna viti havijakaa sawa. Mtu anayeelewa ibada ataenda kuchukua kiti na kufanya nini? Kuweka sehemu yake. Huyo mtu anajua ibada huyo. Mwabudu Mungu kwa namna hiyo. Wakati ule kanisa linajengwa, wengine wameshamaliza ile, naongea na wale ambao hawajamaliza bado. Kuna sehemu ya ibada ambayo tumeisahau sana katika ujenzi wa kanisa. Pamoja na kwamba tunachangia fedha, lakini nawaambieni hii itawasaidia. Nenda ukaifanyie kazi, utakuja kuniambia. Siku moja nenda ukawe saidia fundi. Fika pale tu ambie, mimi nimekuja hapa, mna kazi gani ya kubeba hapa? Hata kama ni tofali beba. Lakini wakati unapobeba ile tofali, watu wengine wote wanalipwa, wale masaidia fundi wanalipwa. Unaambia Mungu, nimekuja kukuabudu, kukuappreciate kwa kazi njema ambayo umenitendea kwenye maisha yangu. Sina cha kukulipa, lakini pokea hata nguvu zangu tu hizi. Tumesahau hii ibada. Itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu ya kumpendeza Mungu. Hii ndiyo ibada yenu yenye maana. Njoo mafundi wetu makanisani, jamani, kuna kujenga kisima cha ubatizo. Kwa hiyo fundi fulani tukutane. Wanasema kuna shilingi ngapi? Nilitarajia nikute mafundi wanasema material iko wapi? Tutatumia nguvu yetu kwa ajili ya kazi ya Baba. Haleluya. Sasa matendo ya kidini yenye lengo la kumshawishi Mungu akutendee ni biashara. Lakini matendo ya kidini yenye lengo la ibada yana thawabu. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa au adadavue tena kidogo. Kama unatenda tendo la kidini lolote kwa lengo la kumshawishi Mungu ili akutendee jambo, umejiingiza kwenye biashara kama Farisayo. Wewe ni Farisayo kabisa. Hata kufunga sio ili kumshawishi Mungu atujibu maombi. Kufunga ni kuandaa mwili wangu ili kuweza kwenda sambamba na Mungu anavyotaka. Hiyo ndio maana yake kubwa tu hiyo. Nimwambieni habari ya kutoa sadaka hapa. Kama ukinisikiza maongezi yangu naposema kuna sadaka hiki, unatoa sadaka, sina lengo ya kwamba uanze kumhonga Mungu. Ila ile ni sehemu ya ibada. Ibada ni sehemu ya kukutania. Haleluya. Na unapokutana na Mungu unabadilika. Ngoja nikupe pointi hapa tu chap. Mzee Musa alikufa akiwa na miaka mingapi? 120. Jicho lake anaona straight vizuri kabisa. Mwili wake ulikuwa mpaka anapanda kwenye ule mlima kwenda kufa. Walioenda kutembelea ile maeneo ya kule wanajua ule mlima jinsi ulivyo. Ni mlima kweli kweli, lakini mzee alipanda yuko vizuri. Kilichomuua Musa ilikuwa sio kuchoka. Ilikuwa ni tarehe. Haleluya. Lakini nguvu yake alitoa wapi? Leo ngoja nikupe hii siri kidogo. Musa alikaa na Mungu siku 40. Haleluya. Huyu bwana siku aliposhuka mpaka alibadilika. Nikuulize swali, wewe uko na Mungu unapiga story, kansa inafanya nini kwenye mwili wako? Haleluya. Mimi hata nikisoma Ufunuo inapoongea kwamba kule mbinguni tutakula matunda, ile fungu nalisoma, na hata na mimi kuna wakati najaribiwa kulihubiri, ila nalitazama nasema hii ni lugha tu ya kibinadamu. Matunda ya nini kule? Yaani hii tumeandikiwa. Kwa mfano kuna andiko moja kwenye Ufunuo linasema majani ya mti ule yanaponya nini? Mataifa. Magonjwa yanatoka wapi? Ile ni lugha tu ya kutuambia kwamba hakuna magonjwa.
Hiyo ndio maana yake hasa. Ukisikia kwamba tutakula matunda ni kwa sababu tunaongeleshwa katika huu mwili wa kibinadamu unaotamani chakula. Lakini uhalisia huko hivi. Kitendo cha kuwa mbele ya Baba, hata kama huli, unaishi. Haleluya. Niliwasomeni jana, nadhani jana hapa, ile tafiti ya Harvard University wanapoongelea juu ya watu wanaofanya maombi mara kwa mara, tena maombi ya binafsi, jinsi ambavyo wanabadilika. Moja ambayo sikigusia jana ni kwamba wameunganisha maombi binafsi ya kushukuru na longevity, na kuishi maisha marefu. Jizoeze wewe, badilika. Saa nyingine ukipiga magoti, acha kumpa Mungu listi. Ile listi, Baba nitendee hiki, Baba nitendee hiki. Wakati mwingine mwambie, leo nimekuja tu kukuambia asante umenitendea hiki. Asante umenitendea hiki. Asante umenitendea. Taja yale ambayo Bwana amekutendea, alafu furahia kutoka moyoni, shangilia kutoka moyoni. Tena wakati mwingine ukiwa maombi yako binafsi, usihusishe mtu, maana kuna saa yale maombi yanakufanya utabasamu. Sasa ukitabasamu ukiwa na mtu wa itikadi kali, anakuambia umekosa heshima. Sikia ya maneno haya. Andika ya mafungu, utayasoma zaidi hapo baadaye. Wagalatia sura ya 5 fungu la kwanza. Utasoma kwa muda wako. Hivi tuna mtu pale ambaye alikuwa anatusomea, bado yupo mzee wetu Hebu nisomee Wagalatia 5 sura ya kwanza. Alafu baadaye tutaenda Wagalatia 3 fungu la kwanza. Wagalatia 5 fungu la kwanza, 5:1. Alafu baadaye utaenda Wagalatia 3:1. Wagalatia 5 fungu la kwanza linasema, ndio, katika ungwana huo Kristo alituandika huru. Kwa hiyo simameni, wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Ndio, msinaswe tena chini ya kongwa la nini? La utumwa. Tendo lolote la kidini ukilitenda kama mzigo ni utumwa, ukilitenda kama ibada ni furaha. 3:1 Wagalatia. Wagalatia 3:1 nasema, enyi Wagalatia msio na akili. Rudia tena. Enyi Wagalatia msio na akili. Rudia tena. Enyi Wagalatia msio na akili. Haya, kuna Wagalatia humu hawataki. Haya, utaona Wagalatia hapo tabia zao. Ni nani aliyewaloga? Stop hapo. Lugha Kiingereza inasema who put spell on you. Spell. Kwa hiyo kumbe ukiona mtu anaongea hapa mbele anakurushia nini? Spell. Ndio uchawi wenyewe huo. Kwa kama mtu atakufundisha neno linalokufanya uone kumtii Mungu ni mzigo, amekuloga. Au litakufanya uone kwamba ukimtendea Mungu ABCD ndipo unaenda mbinguni, amekuloga. Kwa sababu tunaenda mbinguni kwa njia ya neema, kwa imani katika Yesu Kristo peke yake. Ndio maana mbinguni utakutana na watu huku watarajia. Kuna surprise hizi 3 mbinguni. Ya kwanza, fulani hayuko hapa, maana ulimfanya kuwa mtakatifu duniani, ila kule mbinguni hata listi hayupo. Kumbe alikuwa na display nje, lakini ndani ameoza. La pili, fulani naye yuko hapa, maana duniani ulikuwa umempiga alama nyekundu, hukujua dakika zake za mwisho. Mimi nawaambia watu, mnaweza mkashangaa pale mbinguni, maana kuna milango 12. Mimi sijui utaingia mlango gani wewe. Mimi wa kwangu na ujua. Unafunguliwa, unashangaa katika mlango ule ukifunguliwa, Osama bin Laden. Osama amekujaje huko? Kumbe dakika za mwisho jamaa wakati anaondoka alitubu. Haleluya. Surprise ya 3. Na mimi nimo. Maana ulikuwa una struggle, kumbe neema ya Yesu ilikufunika. Haleluya. Anasema enyi Wagalatia, nani aliye waloga? Sasa huo uchawi uko wapi? Endelea ndugu yangu hapo. Kuna uchawi uko hapo Ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu, ndio, ya kuwa amesulubiwa. Endelea. Nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Neno moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria? Mlipokea roho kwa matendo ya nini?
Hilo ni swali, endelea. Au kwa kusikia kunakotokana na imani? Au kwa kusikia kunakotokana na nini? Stop kidogo tu mzee, achie hapo. Nataka niwachokoze ndugu zangu kwa njia ya imani, ili kidogo niwatie wivu wa Bwana. Mimi nahudumia watu wa madhehebu yote. Lakini kwa taarifa yako, watu ambao wanaokuja ambao sio wa Sabato wanapokea uponyaji faster kuliko wa Sabato. Sababu ni nini? Imani. Na imani ni nini? Kuwa na hakika ya mambo, ni bayana ya mambo yasiyo. Kwanza Msabato mpaka aje ameshamlaumu Mungu vya kutosha. Wamegombana hapo njiani. Baba, mimi nasoma lesoni, imekuwaje nikapatwa na hili? Mimi natoa zaka, imekuwa. Yaani wamegombana na Mungu mpaka unafika hapo, ile nguvu ya uponyaji imefanya nini? Imepotea. Lakini huyu mwingine, ukiona Mkatoliki amekuja kwa mchungaji wa Kisabato, ujue ameamua. Ukiona Muislamu amekuja, ujue amedhamiria. Hakuja tu hivi amedhamiria kabisa. Maana kote huko amepita vipingamizi vyote vya kimadhehebu. Amekumbana navyo huko njiani kabisa vya kutosha kabisa. Lakini vyote amevipita. Kwa hiyo akija moyo wake ni mweupe kabisa. Huyu mwingine anaingia na lawama. Nikwambie hili likusaidie kwenye maisha ya kiroho. Unapoomba muujiza au ponyaji katika maisha yako, weka mbali matendo yako mema. Acha damu ya Yesu ifanye kazi. Weka mbali kabisa. Isaya ndiye anayesema, na matendo yetu mazuri ni kama nguo iliyotiwa nini? Unajisi. Yaani kama una tendo jema lolote ambalo unajidai mbele za Mungu, Mungu akiletewa hivi analiona kama nguo iliyotiwa unajisi. Natumia tasfida. Nguo iliyotiwa unajisi ni ile unayojua wewe mbele za Mungu. Ndio maana Paulo alipokutana na Yesu anasema, baada ya kumwona Yesu Kristo, na aliyahesabu mambo yote kuwa kama hivyo hivyo mlivyosema. Ni Biblia yenu ndio imesema mambo yote huwa kama mavi. Anapokuambia hivyo ni matendo yake mema yote. Ndugu zangu, ukianza kuamini matendo yako mema kwamba yanakupa kitu, identity yako itaibiwa. Lakini ukiamini ya kwamba kila unachotendewa ni neema ya Kristo, umeitunza identity yako. Tuikuze neema ya Kristo ili tumuinue Yesu zaidi. Matendo binafsi yanatuinua sisi, lakini neema ya Kristo inamuinua Yesu Kristo. Nami nikiinuliwa juu ya nchi, nitawavuta wote. Msikie Ellen White anavyosema kwenye kitabu kinaitwa Selected Messages Book 1, ukurasa wa 367, paragrafu ya 2. Njia pekee ambayo anaweza kufikia haki ni kwa njia ya imani. Kwa imani anaweza kumletea Mungu stahili za Kristo, na Bwana anaweka utii wa mwanawe kwenye akaunti ya mwenye dhambi. Hivi ndivyo imani inavyohesabiwa kwa haki. Tutaingia kwenye maombi muda si mrefu. Nitoe mfano ufuatao. Tuchukulie maboksi haya mawili ni akaunti za kufanya uingie mbinguni. Akaunti yako ni hii hapa. Akaunti ya Yesu ni ile pale. Anachohitaji Mungu ili wewe uingie mbinguni ni matendo mema. Hiyo sheria haijabadilika. Mnajua hilo? Naongea na watu wana binadamu. Haijabadilika. No, haijabadilika. Kama ukunielewa uelewe vizuri. Matendo mema haya iko pale pale. Ili uingie mbinguni lazima utende matendo mema. Ila sasa huna. Tuko sawa sawa? Akaunti yako ikifunguliwa hapo chap, Mungu akiangalia anakuta imejaa uchafu. Usengenyaji, wizi, tamaa mbaya, uvunjaji wa Sabato, sijui kuna vitu umeenda huko kwa waganga, vyote vimejaa. Kwa akifungua tu inasema huyu hafai kwenda mbinguni. Shop, moja kwa moja. Unapompokea Kristo, nini kinafanyika? Malaika anatumwa, anafungua akaunti yako. Yale matakataka yote anayoyakuta mle ndani, yote yameandikwa na ni ya ukweli, sio kusingiziwa. Anayachukua yote yale, akiyachukua anaenda kwenye akaunti ya Yesu yenye matendo mema. Haleluya. Aliyeshika amri 10 bila kuvunja hata, ndipo anaifungua akaunti ya Yesu, anachukua matendo mema ya Yesu yote, anayaingiza hapa kwenye akaunti yako. Ndipo anasimama kwa ujasiri, anamwambia yule mshitaki, fulani bini fulani hana dhambi hata. Mshtaki anasema mimi najua dhambi zake. Huyo anasema hana. Anasema mnabisha, yeye nabisha. Fungua akaunti yake. Anasema nenda ukafungue. Akifungua imejaa matendo mema.
Haleluya. Ndio maana taji tutaweka miguuni pa nani? Pa Yesu. Maana siku ile video tutaonyeshwa video. Tutaona mambo yetu tangu tulipozaliwa mpaka utu uzima. Utaona madudu yako yote, utaona damu ikikutakasa. Utaona hata lile tendo jema ulilotenda alikutendesha. Haleluya. Biblia inasema utendeni kazi wokovu wenu kwa kuogopa na kutetemeka, mkijua ni Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu, kulitimiza kusudi lake jema. Mungu atakuonyesha, utaona kabisa. Achana na hizi story ambazo tunapigana za uongo tu. Anasema nilipopiga ile kona nikagundua jaribu liko pale. Nilipogundua ile jaribu unaweza kukwepa jaribu wewe. Utagundua kwamba ni Mungu ndiye aliyekutendesha. Ndipo utamuuliza Yesu, mbona wakati naingia malaika wamenipigia makofi, wakanivalisha taji, wakaniambia mshindi, wakanisifia, kumbe yote ni ya kwako? Yesu anakuambia ndio, nilinyamaza maana wewe ni mwanangu, yote nilikupa. Sasa mbona hukusema pale pale kwamba ni ya kwako? Hii tunaongea mimi na wewe. Basi Yesu, chukua taji yako, utaipiga miguuni pa Yesu, alafu Yesu anaichukua anarudisha tena kichwani mwako. Haleluya. Huyo ndiye Mungu tuliye naye. Mnajua matendo mema mengine ambayo tunayatenda, tunatenda kwa sifa binafsi. Ili watu wafanye nini? Watuone. Kwa hiyo mtu akikuwa anasema, fulani ni mcha Mungu. Mcha Mungu yule. Kumbe mcha Mungu lakini ni ili watu wamuone, show off. Akiingia kanisani hivi ile amekaa pap, kabla jambo lolote, ombi la moyoni. Kumbe ameshagundua yule msichana ambaye anataka amoe, mama yake ni wa kiroho sana. Kwa hiyo inabidi akae pale mbele, mama muone kwamba anaomba. Hata hivyo nawapa tahadhari wale ambao mmejaliwa kujua lugha ya mkoloni. Kuna kitabu kimoja mkakinunue, kiko Elite Bookshop, lakini naamini pia na Elite Bookstores, naamini kwingine kitapatikana. Kinaitwa Surrounded by Psychopathy. Huyu mwandishi ameandika kingine kinaitwa Surrounded by Idiots. Hii cha idiots sina shida nacho sana. Psychopathy. Utagundua kwamba kuna watu ambao kwa nje ni wazuri kabisa na wazuri kweli kweli, lakini ndani ni maharamia. Ukaletewa video ukaonyeshwa ukatili alio nao, na ukimwona kanisani akiimba nyimbo, akisoma Biblia, ukimwona akihubiri, unasema mcha Mungu ndiye huyu. Ingia kwenye 12 zake, ndipo utaelewa. Na ni wababe kiasi kwamba wanajua kuzuia siri zao zisifanya nini? Zisitoke. Wanafanya ukatili mkubwa kweli kweli. Na kwa bahati mbaya sana, wengi wao ni viongozi wa dini. Tunaelewana jamani? Wengi wao. Mungu atusaidie sana. Sera yangu ya maisha ni simple. Mpende kila mtu bila kubagua, lakini bagua mulango wa kumfungulia. Mtu wangu wa karibu sana huyu, njoo mpaka chumbani. Muingize chumbani tu, tutaelewana mbele ya safari. Ndugu zangu, ushindi wetu wote ni kupitia damu ya Yesu Kristo. Mwisho kabisa, ili kuibiwa utambulisho wako, shetani atahakikisha anakutenga na mwili wa Kristo. Nimesemaje hapo? Atahakikisha anakutenga na mwili wa nani? Wa Kristo. Ndio ya mwisho kwa siku hii ya leo. Utaingia kwenye maombi, ndipo kuna hoja moja ambayo nitaigusa, ambao wengi imewapata, na muombe na kuwaombea wengine wasiingie katika hii. Anahakikisha anakutenga na mwili wa Kristo. Sikiliza, wanyama wa kiroho kama mbwa mwitu huwalenga wale waliotengwa na kundi. Unapojitenga na jumuiya ya Kikristo, unapoteza msaada muhimu wa kutia moyo, uwajibikaji na mitazamo tofauti ambayo husaidia kukulinda na kulinda utambulisho wako. Wachungaji wa Kisabato siku moja wameenda kule Korea. Wameenda Korea, wanafunzi wa chuo chetu cha Andrews University. Kuna mchungaji mmoja kule wa kanisa la Kipentekosti, anamiliki kanisa kubwa sana kuliko wachungaji wote kule Korea. Ni mlokole huyu pastor. Anaitwa, jina la kwanza ni kama la kwangu, la pili ndio nimesahau. Haya, mtagugo mtampata huyo mchungaji.
Sasa pastor alikuwa anahubiri, ana watu maelfu, alikuwa anahubiri, akaambiwa na msaidizi wake, una wageni kutoka kanisa la Wasabato. Akashtuka. Sasa wamekuja kunitembelea, sema ni wana seminari. Wana jambo gani? Akasema tusubirie tuwasikilize. Akasema basi wawekeni mle ndani wakanywe chai vizuri, nikishuka nikawaone. Yule pastor akashuka, akawakuta ni wanafunzi kutoka Andrews University. Wako hapo. Akauliza, mmekuja kufanya nini? Asema sisi ni wanatheolojia. Tumekuja kujifunza namna unavyoweza kuwatunza maelfu ya washiriki wengi kiasi hiki bila kuwapoteza. Yule pastor akacheka. Akamwambia, nyie mmekuja kujifunza kwangu? Asema ndio. Nyie ndio walimu wangu mlionifundisha hii. Walimu wako si tumekuja kujifunza? Sema hapana. Anamwambia msaidizi wake, hebu kavute kile kitabu ambacho huwa anatumia kuwafundisha. Kuvutwa kitabu kuletwa, kimeandikwa Christian Service. Cha kwetu kile kile. Sasa sifundishi shule ya Sabato hapa, ila tunaigusia kidogo. Kama kuna sehemu ambapo kanisa la Magomeni mnaweza mkatengeneza waumini wakawa na umoja katika mwili wa Kristo na kupendana, ni katika shule ya Sabato. Yale makundi ya watu wangapi wale? 6 mpaka ngapi? 8. Wale mnawatengeneza kuwa kanisa. Yule mchungaji alichofanya, kila watu 15 kwenye kanisa lake aliwatengenezea mzee wa kanisa. Kwa mzee wa kanisa na kisha watu wake 15 hao anawachunga vizuri. Hakuna anayepotea hata mmoja. Kwa nini nimeleta hili hapa? Siku hizi katika uibukaji wa madhehebu na dini mbalimbali, kuna watu wameletwa ni mawakala wa shetani, wanaanzisha makanisa. Naongea na watu wa binadamu. Wako wengi, tunao wengi, hata hii Tanzania hii. Wako wengi sana. Wako huko wanaanzisha makanisa yao. Kazi yao ni kuiba identity za watu. Utagundua huyu mtu, utamjuaje jinsi anafanya kazi yake? Kwanza, hakuonyesha kwamba hata wewe ukiomba unaweza kusikiwa. Anakuonyesha kwamba yeye ndiye final. Pili, ukiongea naye, hata ukimsikiliza katika maongezi mtakayoongea, mkimaliza, ukimweleza shida yako, ukiondoka hapo amekuongezea hofu mara 7. Mmoja hapo anakuambia, wewe sasa sikia, Roho amenionyesha wanakuloga na wako 9. Mwingine ambaye anashirikiana nao sana, mume wako. Unasema sasa nenda nyumbani, lakini kabla ya kuondoka inabidi upande mbegu ya kuzuia wasikuue, maana wana mkakati wa kukuua. Bwana ananiambia. Kwa hiyo panda mbegu angalau ya laki ngapi? 2. Unajikuta unatoa. Baada ya hapo, gia ambao wanaitumia wote ambao ndugu zenu wameingia kwenye hizi cult, zinaitwa cult, wana vitu common vinafanana kote. Cha kwanza, wanatenganisha mtu na familia yake. Mmegundua hicho kitu Na wanatenganishaje? Kwa kuwaita nini? Wachawi. Alikwambia yule ndiye anaweka dawa, ameweka dawa. Na Bwana amenionyesha, wamepanga ukifika nyumbani tu kuna dawa imewekwa hapo kwenye kizingiti. Kwa ukifika tamka maneno haya. Anakushawishi mpaka unaona kama ni kitu cha kiroho. Sikiliza, ukiongea na mtu yeyote, hata kama ni wakati wa uchumba, uko na mchumba wako mnajadiliana jambo, ukikuta baada ya mazungumzo unajisikia umeishiwa na nguvu, hiyo ni dalili nyekundu. Anakudrain energy. Ukienda kuongea na mchungaji, umemsimulia shida zako, ukitoka hapo unajisikia woga, unawaza utafikaje nyumbani, umekutana na nabii wa shetani. Ukikutana na mtumishi wa Mungu, atakuonyesha Mungu alivyo, sio yeye alivyo. Haleluya. Atakuelekeza kwa Kristo na nguvu yake, na atakutia moyo ya kwamba nawe pia ni mwana wa Mungu. Ukiondoka hapo unakuwa na ujasiri. Kwa hiyo wanahitaji kuwatoa watu katika familia zao, wawatoe kwenye makanisa yao. Ndio moja wapo ya gia wanayotumia nyingine hiyo.
Kwa ataanza kuambia toka huko. Ukishaanza kutoka kule, maana anajua siku ukienda, natoa mfano wa shule ya Sabato, kuna saa mjadala wa lesoni utakushtua kwamba hilo fundisho sio lenyewe. Kwa lazima kutoe kule kwanza. Kalti zote zinalenga kuwakausha watu kiuchumi na kiroho na kihisia. Unakuta wanaishi huko maporini. Mungu atusaidie sana. Msiache kukusanyika kila itwapo leo. Mungu atusaidie sana. Kuna nguvu katika jumuiya. Napokwenda kuomba, natamani sana kila mtu aliyeko hapa aweze kusikiliza sentensi hii. Kwenye kitabu cha Ellen G. White kinaitwa The Southern Work, ukurasa wa 55 paragrafu ya 2, anasema kazi ya kukusanya wahitaji, wanyonge, wanaoteseka, walio maskini ni kazi ambayo kila kanisa linaloamini ukweli kwa wakati huu lingepaswa kuwa linafanya tangu zamani. Kwa nini nimeisoma hii? Moja ya njia ambayo utaitumia kuzuia utambulisho wako usichukuliwe ni kusaidia maskini. Tunaelewana hapo jamani? Kama una nguo kule nyumbani kwako ambazo una miezi 3, 4, 5 hujazivaa, hizo nguo sio zako, kazitoe. Zinakuletea mikosi. Kama una viatu pea kadhaa, una muda mrefu hujavaa, kavitoe hivyo viatu, vinakuletea mikosi. Mungu hawezi kushusha baraka kwa mtu ambaye bado ana vitu viko hapo havitumiki. Vikaushe, vipunguze, ndipo baraka itashuka. Haleluya. Na kanuni yetu ni ile ile, mnaikumbuka. Ukienda kusaidia maskini, ukienda kusaidia yatima, usichukue kamera. Acha show off tukiwa eneo la tukio. Unamwambia mtu shika kaboksi kabisa, shika. Fulani piga hapa, unatupata vizuri. Ili nini? Ukamwonyeshe nani? Yesu anasema msitende wema wenu mbele za nani? Za watu. Utakuwa umepata thawabu tayari. Mungu atusaidie tubadilike kuanzia leo. Usisahau yafuatayo: haki ya Kristo Yesu. Hiyo pekee inatupa ushindi. Shetani akiondoa haki ya Kristo anaiba utambulisho. Ukianza kujihukumu kwa matendo yako, nimemkosea Mungu hiki, nimekosea hiki, unabaki hapo, utambulisho unachukuliwa. Ukikumbushwa dhambi na Roho Mtakatifu, kimbia kwenye toba haraka sana. Ukitubu, inuka ukiwa ni mshindi, songa mbele. Ushindi wa dhambi unatokana na Yesu Kristo peke yake. Usije ukasahau hilo, nenda ukalitende, nawe utaishi. Naomba tusimame. Mimi sijui Mungu amekuita kuwa nani katika maisha haya, lakini kuanzia leo, kwa kuyatambua haya, nadhani ni kesho kwenye ibada, kwa wale ambao mtakuwepo, nitaongelea madhara ya marafiki katika kupoteza utambulisho wako, ili ujue nani ambao utakiwi kuhusiana naye na uhusiana naye kwa mipaka ipi. Lakini leo tunaombea ombi moja tu. Staili ya leo ni ya tofauti na tulivyozoea. Leo taombea ombi moja tu. Na lile box letu la maombi utaweka maombi yako, lakini leo wazee hawatazunguka hapo. Leo watakuwa na kazi nyingine ambayo nitawaelekeza. Ombi moja tu. Tumuombe Mungu kila mmoja amfunulie kwamba ameumbwa kuwa nani. Hiki ndio kitu kikubwa. Samsoni alitimiza jukumu lake dakika za mwisho. Kasome pale, anasema watu aliowaua Samsoni mwisho wake walikuwa wengi kuliko wakati wa nini? Wa uhai wake. Mungu akupe angalau mafunuo, ujitambue wewe uliitwa kuwa nani, na unawezaje kuaccomplish hicho kitu, kukimaliza kabla hujaondoka hapa duniani. Leo ndilo ombi letu kubwa. Lakini pia tutamwabudu Mungu kwa njia ya matoleo. Je, kuna mtu ambaye anahitaji bahasha kwa ajili ya sadaka ya kuchangia mkutano wetu? Asante, kuna mtu mmoja hapa mbele, huku mbele. Kuna mwingine mahala fulani anahitaji bahasha?
kwa ajili ya kuchangia mkutano wetu huu? Asante sana, Mungu awabariki sana. Wale ambao tayari mmeshapata bahasha na mkaandika, wakati piano inapigwa taratibu, leta sadaka yako moja kwa moja kwenye boksi la sadaka, liko pale na lingine liko pale. Hili hapa ni la maombi, lingine pia liko hapo nyuma kwa ajili ya kupunguza msongamano. Baada ya hapo nitatoa maelekezo tunaingiaje katika maombi. Najua nikiwaambia watu wasimame namna hii, kuna wengine wanaona wamesimama sana, lakini mtanisamehe, hii ni vita ya kiroho. Simama hivyo hivyo, utaelewa kesho. Leta sadaka yako moja kwa moja pale, alafu wale wengine unaweza ukaleta maombi yako. Baada ya hapo nitatoa maelekezo ya namna ya kuomba ili tuweze kufunuliwa macho yetu. Unaweza ukaleta sadaka yako kwa ajili ya mkutano. Unaweza ukatembea moja kwa moja na kuleta sadaka yako na maombi yako pia ukaweka hapo. Mungu akubariki sana, 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 Mungu akubariki sana. Wale wanaofuatilia online, niwakumbushe kwamba utakapotoa sadaka yako, ukitutumia ile picha ya muamala kwa njia ya namba yetu ya WhatsApp, ile itakuwa ni vizuri zaidi. Endelea kutembea, nitatoa maelekezo ambayo mengine yatawasaidia hata walioko mbali. Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana. Kwa nyie mlioko hapa, wakati umesimama, unaweza ukashika kalamu yako na karatasi kwa mwongozo wa haraka ambao baada ya hapa utakuwa unautumia hata ukiwa nyumbani kwa ajili ya maombi haya. Kwa wale ambao mtaweza, unaweza tu ukashika kalamu na karatasi, nitakupa mwongozo wa haraka. Najua mengine unaweza usiyakumbuke, sio lazima ufuate mtiririko wote, lakini content ukishaipata itakuwa vizuri. Andika ukiwa umesimama, itakuwa ni vizuri zaidi. Namba 1 katika maombi haya, hakikisha unaanza na kumshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa kitendo cha wewe kuumbwa. Yaani wewe tu kuumbwa, mshukuru Mungu. Zaburi 139 fungu la 13 na la 14 utaitumia. Ukishaandika unitazame, na kama kuna mtu analeta sadaka yake pia unaweza ukatumia nafasi hiyo. Naweza nikarudia kwa ajili yako ili uweze kuelewa. Mshukuru Mungu kwa kuwa umeumbwa. Yaani kitendo cha wewe kuumbwa tu, mshukuru Mungu. Hukumuomba, hukupiga kura, ulijikuta. Zaburi 139 fungu la 13 na la 14 ndio utakaosimama nayo. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Namba 2, utafanya maombi ya kutubu. Maombi ya kutubu na kuvunja vizuizi. Ukishaandika hivyo, baadaye nitarudi niwapatie mfano wa kila ombi. Maombi ya kutubu na kuvunja nini? Vizuizi. Nakumbuka niliwaambieni shetani hawezi kuchukua direct, lakini analeta vizuizi tu hapo, unakwama. Badala ya kupandishwa mshahara, barua yako inakaa tu muda mrefu hapo. Ni haki yako kabisa, lakini inacheleweshwa. Namba 3, utafanya maombi kwa ajili ya utambulisho, yaani jina. Maombi kwa ajili ya utambulisho, yaani jina. Kwa nini nyingine ya pili nimewapa andiko lake? Sijawapa Ni Yeremia 1:5. Yeremia 1:5.
Hii ya tatu pia sijawapa andiko lake. Waefeso 2:10. Tuko sawa sawa? Naenda na 4. Omba Roho Mtakatifu kukufunua macho. Naam. Waefeso 2 fungu la 10. 2:10. Waefeso 2:10 ni tamu sana. Maana tu kazi ya mikono yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema. Namba 4 nimesema ni maombi ya kufunuliwa Roho Mtakatifu akufunulie umeitwa kufanya kitu gani. Hiyo ni kama ya mwisho hiyo sasa. Nayo utatumia Isaya 30 fungu la 21. Ukishamaliza sema amina. Isaya 30 fungu la 21. Ukimaliza sema amina. Sasa sikiliza sasa. Kuna mtu ambaye hajaipata vizuri ni Isaya 30:21. Sasa sikiliza kidogo tu hapo sasa unitazame sasa. Isaya anasema hivi, na masikio yako yatasikia maneno kutoka nyuma yako yakisema, njia ni hii. Haleluya. Njia ni hii. Utakuta unaongoza tu, njia ni hii. Mungu atakuongoza. Kuna mtu hajatoa sadaka yake sasa? Yupo? Tunamsubiria huyo peke yake au hajaweka maombi yake hapo? Asante. Sasa natamani kujua wazee wa kanisa tulionao ni wangapi? Wazee wa kanisa tulionao sasa hivi wako wangapi? 4? 1 2 3 4. Naona kama ni 4. Kuna mzee mwingine ni 4. Wazee mna kazi ngumu kidogo leo, ila kwa neema ya Mungu mtaiweza. Kila mtu atafute nafasi nzuri ya kupiga magoti kulingana na mazingira. Ukishindwa kabisa kupiga magoti, baki uko umesimama, lakini tafuta nafasi. Alafu wazee wawili wataenda kule nyuma. Kwa ninawaomba wale watu wote walioko nyuma ya ukuta waje huku tuweze kuungana pamoja. Wazee watakuwa nyuma kabisa, wazee wawili, na wazee wengine wawili watakuwa hapa. Wawili kule nyuma na wawili hapa. Ukiweza kupiga magoti, piga magoti. Ukishindwa kwa sababu ya mazingira, simama. Alafu wazee nitawaongoza nini cha kufanya. Wazee wawili waje mahala fulani hapa. Wale wazee walioko hapa mbele mtageukia kusanyiko hili. Na mimi wakati nyinyi mmepiga magoti mmetulia hapo, nitakuwa ninasoma Zaburi ya 17. Ila nikisoma hii Zaburi ya 17 ifanye kuwa yako. Wazee wa kanisa watakuwa wamenyanyua mikono kwa ajili ya kuwabariki watu wakati naposoma. Kwa naposoma hii Zaburi, wewe uwe katika mudi ya maombi, sio ya kawaida. Haya maneno yawe ni ya kwako. Kwa hiyo nakupa dakika moja ya kujiandaa kiroho kabla hatujaanza zoezi hili. Umetuahidi kwamba wawili watatu kwa jina lako wakija utawabariki. Utawabariki kwa hivi leo twapiga magoti nyumbani pako. Yesu uje kwetu. Yesu uje kwetu, utubariki.
Yesu uje kwetu, uwe karibu. Turudie, Yesu uje kwetu. Yesu uje kwetu, utubariki. Yesu uje kwetu, uwe karibu. Bwana, usikie haki, ukisikilize kilio changu. Utege sikio lako kwa maombi yangu yasiyotoka katika midomo ya hila. Hukumu yangu na itoke kwako, macho yako yatazame mambo ya adili. Umenijaribu moyo wangu, umenijilia usiku. Umenihakikisha usione neno. Nimenuia kinywani changu, katika kinywa changu nisikose. Mintarafu matendo ya wanadamu, kwa neno la midomo yako nimejiepusha na njia za wenye jeuri. Nyayo zangu zimeshikamana na njia zako, hatua zangu hazikuondoshwa. Mungu, nimekuita kwa maana utaitika. Utege sikio lako ulisikie neno langu. Dhihirisha fadhili zako za ajabu, wewe uokoaye wanaokukimbilia. Kwa maana mkono wako wa kuume uwaokoe nao wanaowaondokea. Unilinde kama mboni ya jicho, unifiche chini ya uvuli wa mbawa zako. Wasinione wasio haki, wanaonionea, adui za roho yangu wanaonizunguka. Wameukaza moyo wako, kwa vinywa vyao hutoa majivuno. Sasa wametuzunguka hatua zetu, na kuyakaza macho yao watuangushe chini. Kama mfano wa simba atakaye kurarua, kama mwana simba aoteaye katika maoteo yake. Bwana, usimame, umkabili, umuinamishe. Kwa upanga wako uniokoe nafsi na mtu mbaya. Bwana, kwa mkono wako uniokoe na watu wa dunia hii, ambao fungu lao li katika maisha haya. Matumbo yao yawajaza kwa hazina yako, hushiba, wana huachia watoto akiba zao. Bali mimi, bali mimi nikutazame uso wako, katika haki yako niamkapo nishibishwe kwa sura yako. Mungu wetu, wazee wa kanisa wamenyosha mikono yao wakibariki kusanyiko lako, kama vile walivyonyosha mikono Musa akinyosha mikono juu, Israeli alikuwa anashinda. Mikono hii ikawape ushindi watoto wako katika vita wanayoipitia ya kupoteza utambulisho. Baba, kila vizingiti vilivyowekwa leo viondoke kwa jina la Yesu Kristo. Wanaofuatilia kwa njia television wafungue macho yao, wakaone umewaita kuwa nani. Kila mmoja ukimfungua macho, muonyeshe mbinu ya kupita. Neno lako likatimie kama tulivyosoma katika Isaya. Sauti itasema nyuma yako ikikwambia njia ni hii, ukaipite. Tuonyeshe njia. Tumetanga jangwani kwa muda mrefu, tuonyeshe njia. Tuonyeshe njia. Hata usiku wa leo, kama Daudi anavyosema, ulinijilia usiku. Nami nakuomba ukamjilie mtu fulani usiku wa leo, ukamtembelee usiku wa leo, ukamwonyeshe njia na ukamwonyeshe cha kufanya. Tunanyanyuka katika magoti yetu tukiwa na ushindi mkubwa, mioyo yetu ikiwa imejaa nguvu. Hatumuogopi adui, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wetu. Wewe ndiwe ngao yetu. Wewe ndiye ambaye unatukinga. Wewe ndiwe mwamba wetu. Yeyote aliyesikia maneno haya, mlinde na mtu mwovu, mfiche asimuone. Vuruga vikao vyao wanaojadili kumharibu mtoto wako, ukawagombanishe wao wenyewe kama ulivyowagombanisha Washami. Ukawasikizishe sauti za vishindo, wakaogope kutaja majina ya wacha Mungu wako.
wewe mwenyewe ukawatikise, waheshimishe watoto wako. Wale ambao ulikusudia wapande vyeo wakapande, wale wakupanda madaraja wakapande madaraja, barua zilizosahaulika zikakumbukwe. Ndiwe Mungu ambaye ulimkumbusha mfalme usiku ule, akamkumbuka Mordekai. Baba, nakusihi sana ukawakumbushe watoto hawa, wakumbukwe kwa mabosi wao, wakaketi katika viti vya ukuu. Mikosi yote iondoke kwa jina la Yesu, wakatakaswe kwa damu. Naona ushindi mkubwa, naona ushindi mkubwa. Naona wakikamata mlima wa elimu, naona wakikamata mlima wa utawala na uongozi kwa jina la Yesu Kristo. Fungua macho ya mtoto wako akajua amezaliwa kwa kusudi gani. Ninakutukuza maana umetenda hivi na kuzidi. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Nasikia mwito, ni sauti yako, nikasafiwe kwa damu ya kwa. Unaweza ukasimama, simama. Nimesogea mtini pako, ni safi kwa damu ya kwako. Mungu akubariki sana. Nenda kwa amani ya Bwana, upate wepesi wa safari, ukafike salama. Kesho karibu kwenye ibada. Bwana awabariki.